wapangaji wenzangu waliniambia hivi, nataka kuniambia ni wewe ulikuwa unapigwa ukaishi? Unajua kuna kupigwa mpaka ukashangaa. Alafu anatoka hapo mbio anafuata kakangu ananiambia dadako nimemfumania. Umeelewa? Dadako nifanyaje? Nimemfumania. Hayo ni mateso aliyokuwa anasema Petro. Kumwamini Yesu mtateswa, yako mateso haijalishi ni njia gani yatakutokea. Amina. Mtatukana, mtafedheshwa kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Kwa ajili ya Kristo. Lakini bado unavumilia maumivu. Amina. Lakini bado ninaendelea kumwambia Mungu, siwezi nikaivunja ndoa yangu. Haleluya. Kuna wakati ndugu wanafika mahali wanasema haiwezekani. Haiwezekani. Lakini bado nasimama na Yesu. Haleluya. Mateso ni sehemu ya kutupeleka mbinguni. Sasa ninaomba nisitoe shuhuda nyingine, ziko nyingi sana. Amina. Ziko nyingi sana. Ila nimeshinda. Mume wangu sasa anaitwa baba mchungaji. Amina. Anaitwa baba mchungaji. Haleluya. Anaitwa baba mchungaji. Hata leo ninamwaga yeye anawahi ibada, maana ninakuwa nina makanisa mawili. Kwa hiyo yeye ameenda ibada ya kwanza kwenye kanisa la kijiji cha Mlini. Anaambia mama, naomba uwasalimie. Haleluya. Ningempoteza mume wangu. Amina. Ningempoteza nisingekuwa, kama sikuwa mvumilivu ningempoteza. Ningeivunja ndoa. Siku moja Roho Mtakatifu akaniambia, sikiliza Catherine, siku utamwacha huyu baba, utakapokutana na wanawake wanaoishi katika mateso katika ndoa zao, utawaambia mimi yalinishinda nikachapa yebo. Kwa hiyo na wenyewe itabidi waishie pale ulikoishia. Mwingine aliniambia mimi ningekimbia, anishikie sime, ningekimbia. Lakini sikukimbia. Amina. Sikukimbia. Nishikiwa sime lakini bado nilisimama na Yesu. Nilipigwa sana lakini bado nina Yesu. Haleluya. Nisikilize, hata nikitoa shuhuda sipohubiri sana sio mbaya. Biblia inasema hivi, kwa habari ya mateso, kwa habari ya mateso, kwenda mbinguni kama ilivyo mwanafunzi awaye yote, ili aweze kufanikiwa lazima apitie mateso. Na mahali pengine Biblia inasema nini? Furahini mnapoangukia katika majaribu mbalimbali. Majaribu maana yake ni mitihani. Amina. Kwa hiyo kuna mitihani mingi ambayo inaingia katika maisha ya Mkristo kabla ya kufika mbinguni. Kwa hiyo mtajaribiwa katika maeneo yote. Nikwambie mama mchungaji, hilo ni jaribu tu. Kwamba ni jaribu lako, imani yako inapimwa. Amina. Kwamba imani yako inapimwa, itakuaje? Amina watu wangu. Kuna kipindi fulani toa ushuhuda mwingine ili uweze kujua habari ya mateso anayoyasemea Petro ni mateso ya namna gani. Kuna siku moja nilikuwa na maombi yangu ya siku 3. Maombi hayo nilimwambia Roho Mtakatifu hivi kwamba nimekumisi Yesu na kupenda. Sina hitaji lolote. Nataka kuwa karibu na wewe, rafiki yangu wa karibu. Nampenda Yesu. Hakuna rafiki anaweza mfanania Yesu. Amina. Nikamwambia natamani nikae na wewe Yesu, rafiki yangu. Nataka nikae na wewe. Kwa hiyo nikaomba siku ya kwanza. Nikaomba siku ya pili, maana nilikuwa na mfululizo wa maombi ya masaa 72. Nikaingia siku ya pili. Siku ya 3 ndio namalizia asubuhi, ndio nitakapofungua. Nikawa niko chumbani kwangu, namuita mtoto. Namuita binti yangu. Nimeita binti akaitika chumbani kwao. Alafu na mzee ndio anaingia kutoka kazini usiku. Kwa hiyo wakati mzee anaingia mlangoni hivi anakutana na binti, naye ndio anaingia, maana mimi namuita chumbani kwangu. Kamgeukia mzee na kamgeukia mtoto, alimpiga kipigo ambacho cha ajabu. Kwa hiyo ina maana na mimi huku inabidi nikimbie kumwokoa mtoto. Baba, kwa nini unampiga mtoto? Baba, kwa nini unampiga? Kwa hiyo na kakake naye akaja huko mbio akamnasua mtoto pale. Akanigeukia mimi. Umeelewa? Ni maombi, nimeshaomba, ina maana nafungua asubuhi. Iwe siku ya 3. Unajua kipigo ni kipigo, yani kwa sababu si hata nguvu ule. Mpaka nimeanguka hapo chini anapiga hivi. Umeelewa? Nasikia Roho Mtakatifu ananiambia ndani, na usimuulize kwa nini amekupiga,
mpe chakula. Nikajikongoja pale. Nikajikongoja mpaka nikaweza sasa kusimama. Namwambia mume wangu, ulikuwa hujala chakula, kula chakula mume wangu. Akaanza, Biblia inavyosema ushindeni ubaya kwa wema. Kitendo cha kumwambia mume wangu hujala, njoo ule baba. Akaanza kuzunguka chumbani pale, mke wangu, ona nilivyokupiga sasa. Ona nilivyokupiga sasa mke wangu. Ona nilivyokupiga sasa, si ungeniacha tu. Ona nilivyokupiga sasa. Ona nilivyokupiga sasa. Halafu ndani yangu nasikia roho ananiambia na usimuulize kwa nini kakupiga. Halafu nasikia ndani yangu nyimbo zinaimba. Sasa sielewi ni malaika sijui mwanani. Kafe umeshinda, kafe umeshinda, kafe umeshinda, kafe umeshinda. Nasikia naimbiwa nyimbo za ushindi, nyimbo za ushindi, nyimbo za ushindi. Kuna kucha kesho yake nasikia nyimbo za ushindi, naimbiwa nyimbo za ushindi. Haleluya. Unataka kufanana na mimi Yesu, unaweza kukinywea kikombe. Haleluya. Ushindeni ubaya kwa wema. Haleluya. Mbinguni sio rahisi kama unavyodhani. Haleluya. 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 Nikashinda. Mwili ni dhaifu. Mwezi mzima siwezi kushika kichwa. Mwezi mzima huwezi kufanya hivi. Lakini ndani rohoni nasikia nyimbo za kelele za furaha, kelele za ushindi. Haleluya, watu wa Mungu. Nimesema ni kwa Roho Mtakatifu amenishuhudia nisimulie, nitoe ushuhuda ili tufahamu anaposema kwa habari ya tumeitiwa wito wa kuishi maisha matakatifu. Maana yake maisha matakatifu ni kuliishi neno. Amina. Si kwa maneno tu. Sio kwa maneno tu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo Mungu ataruhusu. Sio kila jambo linatoka kwa shetani. Unaelewa? Sio kila jambo linalokutokea kwenye ndoa yako au katika maisha yako yanatoka kwa shetani. Hapana. Mengine ni majaribu yanayotoka kwa Mungu, kujaribiwa. Amina. Je, unaweza kutembea katika neno? Anaposema kama watoto watiifu, je, unaweza ukalitii neno la Mungu? Kwa hiyo unaposikia mpenda adui, wewe unafikiri adui ni kile hapa mdomoni? Ni kwa matendo. Haleluya. Adui yako unapokuwa akiwa na njaa mlishe. Je, una uwezo wa kumlisha jirani yako ambaye ni adui yako anayekufanyia mabaya kila siku? Sasa kama hujashinda hapo rafiki yangu, mbingu ya nani unaenda? Mbinguni kinyonge akiendi. Kwa hiyo naposema kwa habari ya tumeitiwa wito kwa kuishi maisha matakatifu ni pamoja na hayo. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa kwa sababu nimesema nagusa maeneo. Hapa anaendelea kusema kuna kazi. Tumeitiwa kufanya kazi. Tumeishiwa nini? Kutii. Kwa watu watiifu. Anasema msifuate tamaa zenu mbaya wakati mlipoishi kwa ujinga. Bali kama yeye aliyowaita alivyo mtakatifu, kuweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Bwana asifiwe sana. Mwenendo wa maisha yako, Mungu atatembea katika mwenendo wa maisha. Wakati tunasafiri kuelekea mbinguni, humu katikati humu njiani huku ndio kuna hayo mateso aliyoyasemea Petro. Amina, watu wa Mungu. Amen. Yaani tuko njiani tukielekea mbinguni, majaribu tunayokutana nayo, mateso tunayokutana nayo huku njiani huku. Amina. Tunapaswa sasa kustahimili hayo mateso ili kwamba tuweze kuingia mbinguni. Amina, watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo Mungu ataruhusu, sio kila jaribu linatoka kwa shetani. Bwana asifiwe sana. Nataka mnielewe hivi, na wengine huwa nawaambia, usije ukamuona mume wangu ukamchukia. Unajua kuna mahali nilipokuwa naishi, Wakristo wa eneo lile, kuna mmoja aliniambia nikimuona mume wako naona kama nimemwona shetani. Umeelewa?